na mfalme naye hivi ndio Daudi alikuwa anaombea mtoto wake. It is the prayer of David. It is the final prayer of David. Na alikuwa amefanya kazi kubwa. Ametengeneza vitu zenye zitajenga madhabahu ya Bwana. Lakini kuna kitu kimoja alikuwa anaomba nawe. Akamwomba Bwana, let David be loyal to you, Jesus. Kwa sababu alijua huyu someone asipokuwa loyal hataweza kufanya hii kazi. Praise God. Biblia inasema ya kwamba Daudi alikufa akiwa na miaka ya kutosha. Lakini hiyo ombi ni ombi tunataka kujiombea. That you should be loyal to God who called you. Not anything that you have. Be loyal. Bwana akiangalia vile tunamtumikia. Are you serving God much? You are level best. So you make an effort of telling God, this year help me to serve you. Because what I have. Somebody else who maintains the integrity in his job. Mtu wake alimuuliza, unataka kusema you maintain your integrity until you die. Akamwambia mke wake, you have asked as a fool. Umeuliza kama mke mjinga. Do you think God ametuliza tu kwa mambo tu mazuri? Ikikuja mabaya sio Mungu. But God maintains the integrity until the end. Will you be able to maintain whatever you received on January? That is my question. You could come in prayers. Will you be coming on Sunday only? Can you make an effort of saying, I can come on Tuesday alone and pray for 1 hour? You maintain higher level. Where are the intercessors? Who will make the fire burning in this altar? Where are the people? Kuna mahubiri ambao huwa ninaikumbuka sometimes nasikia kuogopa. Kuna mahubiri tuliletewa hapa na Pastor Kipia. Akasema, alihubiri aje? Tusikungoje ndani naona umechukua mkono. We have a great vision. Tuliletewa hiyo ujumbe na maybe hatu kuishika vizuri na tutaka kuleta vizuri. Tusikojee mpaka ikusukume kukuja hapa. Tusikojee mpaka hali ikupitishe. Baba tunaona umekuja wakati mama alikuwa mgonjwa. Sasa mpenzi muwekae kwa gani? Unamwambia sasa hatuendi kwa sababu wewe ni mgonjwa, nataka twende masaa mawili kanisani. That is our evening or our dinner. And the people are going to submit themselves and give them fully. Unajua kuna mambo ambayo unaenda kukimbia kanisani. Biblia inasema kwamba hii madhabahu wakati utakuja kama umekibishwa na adui. Kuna mambo unaingia hapa hata bila kuomba unapiganiwa. Kwa sababu ni madhabahu. Kuna mambo unaenda kuombea kwako na ukuje hapa. Iko na tofauti. Mwambeni ya roho sio. There is different. Hii madhabahu imekuwa ikitolewa dhabihu kila siku. Kuna mambo hata unaweza tu kuingia. Kitambo watu walikuwa wakikibishwa, wakipeleka kanisani wake tafutwa tena. My prayer today, just maintain whatever you have achieved in that grace of January. Just maintain higher levels. Just seek God without any force that is driving you. Without hakuna kitu imekufikisha ndio ukuje kanisani. Nashukuru Mungu kwa sababu we will be able to do door to door.
evangelism. And this is to each and everyone who is born again. You should bring the lost to Christ. Baba Fili ukiwa uko kwenye nafanya biashara, bring the lost. Hata kama sio mimi wapata mimi ni wa Ekuru. Muombe. Sasa rudia haya nyuma yangu. Mahali Mungu unamwambia natafuta kanisa. Na mpenda mtu sababu ataenda kutafuta ile kanisa nayo. Ni in the last days. Tumakinike sana. Na Biblia inasema tutajua tuko katika enzi za mwisho. Wakati kuna manabii wengi wa uongo. Ukiangalia mahali kuna uongo, watu wanataka kuambia uongo. Na kuna wamama wamepanga laini. Wanataka wapakwe mafuta. Ndio haki ya watu. Wanataka kupakwa nini? Yaani, naona mama mzima mkubwa amewatia mwanaume ampake mafuta. Na hata kwa hapa and God have mercy on us. Hii dunia imefika mahali. Simama tusaidie. Wewe umefundishwa. Usijipige kifua. Mimi nimekuja kuelewa. Ya kwamba kuna watu wako mahali kwa sababu ya kupotea. Tusitaka walijipata wakaanguka mikono mingine. Sasa wako pale. And they are doing it with their effort. Wanasubmit pale, wamejipata pale. So sisi tusimame na mioyo yetu tumwambie Bwana tuhurumie, tumetende pale on the earth. Just maintain, just be loyal. Just wear mtu wako wa ndani, maintain. So ile imezeeka. Kimbia kile unaweza kufanya, saa hii unaweza kukimbia. Just with your own words, tell God, give me the grace. Give me the grace to seek you. Mwambie Bwana nipe hata siku 3 ninaweza kuomba. Then we can maintain ourselves. Unaweza kujiandikia kwa mwezi, itakuwa nikiingia kwa maombi ya fasting.